could summarize everything, what challenge do I have over all these things that I've been learning? The challenge that I have. What challenge do I give myself here? Changamoto ya mkutano wa makambi wa mwaka hii. Changamoto ya mkutano wa makambi wa mwaka hii. Remember the theme is obey and live. Disobey and perish. The choice is yours. So it is you to make a choice whether you want to obey and live, or what challenge do I have? Shall we pray? Our Heavenly Master, Lord God, thank you. Even as we want to look at how we can challenge ourselves to practice thy word, let your Holy Spirit descend and lead the congregation. Lead us in thy word, dear Father, not by our will, but by your will, for it is my prayer in Jesus' name. Amen. The camp meeting challenge. How do I challenge myself? Changamoto gani najipatia kwa makambi hii? That one will summarize roho ya unabii. The first thing, in this camp meeting, what do I choose? What I'll choose is Bible over opinion. Tachagua nini? Biblia badala ya maoni yangu binafsi. Kitabu cha Isaya 8 mstari wa 20. Isaya 8 mstari wa 20 inasema ya to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yes, chapter 17 verses 11. That they were better than the Thessalonians, or were Thessalonica. Because with them, what were they doing? They would always go, even after receiving the word, they would sit down and investigate to know if it is true. Walikuwa wanayachunguza maandiko kila siku. Hao ni watu wa Beroya, the Bereans. They would go and look into them. So whatever we do, Bible over my own opinion. The second thing, Christ over self. How do I challenge myself? Christ over self. Kristo badala ya nafsi yangu. In the book of Luke 22:42, tunapata ya kwamba Yesu Kristo pale alipokuwa msalabani. Sio pale alipokuwa msalabani. Pale ambapo alikuwa akiomba, alienda na wanafunzi wake wapate kuomba. He prayed and asked God that, God, please, may you take this cup away from me. And there were seen situations, sorry for this, kwa wazazi. Umeona mzazi, tuseme mama, amekuwa na mtoto wake, labda alipata mtoto mmoja, Bwana akamwacha akakuwa mjane, mtoto akakuwa, akishakuwa mkubwa, Mungu akambariki, akapata kazi mzuri, hela ikaanza kuingia. Alafu baada ya muda mdogo, mtoto akaenda. Always say, watu nasema, surely. Sasa huyu ndiye alibaki wa kumsaidia. Alafu Mungu tena anafanya nini? Anamchukua. Yes. Maybe Mungu amemchukua. Kama sio yeye. So huyo ni kama sasa amekuwa kama Mungu wake. Kama sio Joseph, kama sio Gaddafi, singekuwa hapa ni nini? Hii kitu kama itakuwa imemuingia kwa kichwa, atajifanya kuwa mimi. He will forget about me. So the best thing, let me take my own before sin gets into that person, so that they can live a life different from the life that we are living today. We don't educate them so that they help us when we grow old. Because if we educate them so that they can live a life poor, and I have my own, I should be helping my parents. But wakati ambapo wewe umemwelimisha ndiye akusaidie, akikosa kukusaidia kila mara nimesumbuka na yeye miezi 9 nimembeba lakini anisaidii, utakuwa unamuumiza na atakufa kabla siku zake kufika. So what you do, educate them so that when they grow up, they can live a life different from what you did what? You lived. And a good child akishakuwa mkubwa of my parents. So Kristo badala ya nini? Ya nafsi yangu. Tuchague kusamehe hata wakati ambapo kiburi kinaposema hastahili kufanya nini? Kusamehewa. Kuna kitendo kilifanyika hapa Kenya. Kuna msichana ambaye alichomwa na watu wengine waliona
waliona ni kana kwamba hastahili kusamehewa, si ndio? Wengine wanasema sio ni madhara ya dhambi, acha kule kiburi yake, kitu kama hicho. But it reaches a moment when we forgive even when the person do not deserve to do what? To be forgiven. Kristo badala ya nafsi yetu. The third thing, truth over tradition. That is kweli badala ya mapokeo. Truth over tradition. Tumezoea kufanya hivi na hivi na hivi. But now this time, can we choose the truth of Christ? Can we choose the truth of who? Of Christ. According to the book of Marko 7:6-13, Yesu anatuonya dhidi ya kuruhusu mapokeo ya wanadamu kuchukua nafasi ya amri ya nani? Ya Mungu. There are some traditions hata ukiziangalia we mwenyewe unapata ya kwamba hayana namna ama hayana mwelekeo. Wacha niulize, kule nyumbani wakati ambapo tunakwanga na matanga, huwa tunaacha mfu pale nje, si ndio? Alafu ikifika saa 9 watu wanamfanyia nini? Saa 9 anafanywa nini? Anarudishwa ndani ya nyumba. Wacha nikuulize, akirudishwa ndani ya nyumba na abaki kule nje, nini tofauti? Will it change anything? Ukienda kwa wengine kule kwa Waluya, mzee wa boma akikufa, lazima alale kwa kitanda chake kabla hajazikwa keshoe. Lazima alale kwa nini? Kwa kitanda chake. Alafu akizikwa pia, lazima kaburi lake litandikwe na matawi vizuri kabla sanduku ifanye nini? Iwekwe. Let me ask you, Biblia inatuambia that akiwa amekufa hajui chochote, si ndio? Ni kama mtu ambaye ameenda kwa usingizi. Sasa hata mkimweka lale ndani ya nyumba ama akose kulala ndani ya nyumba, hakuna kitu ambacho itafanya nini? Itafanya kwa hiyo boma. So we choose the truth over tradition. That is why we are supposed to investigate before we do. Then the fourth one, obedience over convenience. Obedience over convenience. That is utii badala ya urahisi. Utii badala ya urahisi. Obedience over convenience. Let us look at the life of Noah. Noah built an ark. Na aliambiwa ya kwamba kutakuwa na nini? Na mvua, si ndio? Mungu akamwambia wewe jenga safina kwa sababu kutakuwa na mvua kubwa. Wakati huo hao watu hawako wameona mvua kwa muda mrefu. Hata wakati ambapo alikuwa anahubiri, watu walikuwa na mshangani kama ako na kichaa. But then, can we choose kutii badala ya nini? Urahisi. Obedience over convenience. Yes. Keeping God's Sabbath even when work, business or social pressure makes obedience inconvenient. Kushika sabato hata wakati kazi, biashara au shinikizo la jamii linapofanya utii kuwa mgumu. There are times that you have to make very difficult choices. Pastor alituambia hapa, alikuwa anaenda kwa makambi, lakini akafanya nini? Akazuiliwa na babake, akamwambia uchague. Either uende makambi ama nibaki kuwa nani? Babako. But then what did he choose? He chose obedience over convenience. Because at the end of the day, what you do, does it emulate what God wants from us? The other one, mission over comfort. Utume badala ya starehe. Utume badala ya starehe. The Bible tells us in the book of Mark 16:15, go into all the world and preach what? The gospel. Yes. So, we are supposed each and every day, instead of looking for comfort, kukaa kwa mimi nishajua neno, mimi nishatawatwa na Mungu, mimi I'm clean, let me stay. Yes, what do? If you cannot practice it and show it to other people, it is like unafanya kazi bure. So what do? Choose to take the mission. Vile mmekuja saizi, watu wa Mombasani wamekuja hapa, they are together with us here. They brought the good songs that they've been having, and we have them here. And now we have a story to tell. Like kama mimi niko na story ya kusema, ya kwamba wako na nguvu kushinda the microphones when they are singing. Na nitauliza kiongozi wa wimbo aniambie, hiyo nguvu mnapata wapi? Yeah. Because
practice makes perfect. So the moment tuna practice each and every day, tuko na uzoefu, it becomes part of us. Hata kinuliwa kiwango gani, we can do what? We can sing it with comfort. Najua mtu ambaye anataka kuingia kwa hiyo kwaya lazima akuwe na kibarua. Mission over comfort. Yes, mission over comfort. Then another one, character over appearance. Character over appearance. Tabia badala ya muonekano. Tabia badala ya nini? Muonekano. God looks at what your intentions are, not what your appearance are. Saizi tuko na kwaya zingine humu Kenya ambapo ukienda audition wakijaribu kutafuta wale wakukaa kwa kwaya, wanatazama sura vile unakaa, because saizi we need a lot of YouTube likes and a lot of view hours. Hizo ndio watu saizi wanafanya nini? Wanataka. So they end up only looking at the looks. Huyu anakaa aje, huyu wa soprano, huyu wa bass anakaa aje, atafanya YouTube channel yetu watu angalie, ama does the person know how to sing? And does the person have a good character that emulates Christ? So character over nini? Over appearance. Being the same Christian at home, at work, and even in church. There's a time some elections zilikuwa zinafanywa za mapastors in one of the conferences. Then election ikafanywa, pastor mmoja akapata kura. So akaambiwa aende nje atayarishe nini? Hotuba yake ambayo atafaria nini? Atapatia watu. Wakati ambapo alitoka nje, delegates na pastors wakakaa tena kwa hiyo room, wakaanza kuongea that huyu hapana. Huyu nini? Hapana. Kama bibi yake ndiye ananyorosha vile kule kwa nyumba, sasa sisi pastors atanyorosha kiasi gani? Tunabadilisha. And then they went again into elections. Wakachagua mwingine. By the time anakuja na speech yake, akapata there's a new one already, amesimama na potoa nini? Speech yake. You could be a servant of God. The way you behave at home, does it emulate vile uko kanisani, vile uko kule kazini? Tuko hata na Wakristo. Hapa yeye ni elder, hapa yeye ni muumini kabisa. Tena akiwa hapa watu wamemuogopa, watu wamempatia heshima zote zile ambazo anahitaji. Lakini akienda kazini, kazi yake ni kunyanyasa watu. That is the best they can do. Siku ya Sabato, msabato amekuja, anamwambia mimi siku ya Sabato nataka nifanye kazi. Niende kanisani. Atakwambia kama ulikuja hapa, nakwambia hebu soma hiyo barua yako imeandikwa aje. Unasoma barua yangu, umealikwa kufanya kazi maybe na hii idara, utakuwa unafanya hii na hii na hii. Soma yote, umesoma umaliza, sawa. Imeandikwa hapo kuna wakati utaenda kuabudu siku ya Sabato. Anakuuliza hivyo. How do you treat your people? Wengine hata pesa inaingia. Anafanya labda kazi kwa serikali. Yeye ni AIE holder, Impress holder. Pesa inaingia. Impress inaingia, badala ya kununua vifaa vya kutumia kwa ofisi, yeye anatumia kwa matumizi yake ya nyumbani. Ikifika mwisho wa quarter, anakuambia ya kwamba ndio sasa amechukua wale watu wadogo kwa hiyo ofisi, ameweka na kuandika marishiti so that they can account for chenye alikuwa amefanya nini? Amepewa. And yet this is an elder. Wanakuangalia wanasema alafu na huyu nini? Ni mchungaji kwa kanisa. Are you a Christian at work and at church, at home and wherever you are? Character over appearance. When my character is good, people will always know me by my character, and they'll always call me with my name and my character. Tabia badala ya nini? Muonekano. Kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wake wa 7. Mungu hutazama moyo, lakini hatazami jinsi ambavyo sura yako inakaa. Kama moyo wako ni mzuri, all will be well. By the way, wengine wametumia hiyo text to justify how they dress and how they walk. Amejivaa jinsi ambavyo anataka, ameexpose kila kitu, lakini ukimuuliza anakuambia Mungu anatazama nini? Moyo. Let me tell you, it is true Mungu anatazama moyo. Lakini kama moyo wako ni mzuri, moyo wako itakwambia kwamba hivi ambavyo nimejivaa haifai. If God really looks at the heart.
By the way, vile unajivaa inaonyesha wewe ni nani. Ukienda hospitalini utajuaje huyu ndio daktari? Vile amevaa, si ndio? Labda amevaa ile nini ya white, ameweka ka stethoscope kwa kichwa, si ndio? Nurses tunawajua na ile walikuwa anaweka wapi kwa kichwa. Ukishamuona tu hivyo na hiyo dress yake, unajua huyu ni nani? Ni nurse, si ndio? Ukienda kwa walimu pia utajua tu huyu ni mwalimu. Hata ukiingia shuleni, just know huyu ni mwalimu, huyu anakaa mzazi. Ukienda kwa soko, wale ambao wanachuuza vitu kama tuseme vegetables na vitu kama hizo, wao anavaa nini? Si kuna kapro na amevaa. Ukishamuona unajua tu huyu ako kwa idara, si ndio? Ukienda kwa bucha, wale ambao wananunua nyama, si mtu wa bucha pia anajivaa kama surgeon, si ndio? Amevaa ile ya white, alafu kuna kisu iko hapo. Ukimwona tu hivi unajua tu huyu ndiye bucha, si ndio? So that is how it is. The way you are dressed shows who you are. Mwanaume ukiteremsha huku chini, uanze kutuonyesha jinsi ambavyo huko nyuma inakaa. Unatuonyesha hiyo boxer yako vile ameandikwa siku hizi cowboy haiko. Hiyo nyingine imeandikwa hivyo. It shows us whom you do what? Whom you are. Umevaa zile nguo ambazo kubana, zimekushika. Hata wewe mwenyewe ukitaka kusimama mbele ya watu unaisongesha hivi kama mwanaume. What does it show? There is something you are trying to do what? That wewe ni hivi. The way you dress shows whom you are. And by the way, I had a friend. Hawakuwa na hela, lakini watoto walikuanga very sharp. And when they were very sharp, wangeitwa national schools those days. Akiitwa national school, mzazi ana pesa, si ndio? So mzazi angefanya nini? Mamake angeenda akope pesa. Hallelujah. Akope nini? Pesa. Akishakopa pesa, aenda ashone nguo yenye thamani kubwa kabisa. Akishashona nguo yenye thamani, ashike mtoto aende naye shuleni. Kufika na mtoto shuleni, anaenda kwa mwalimu mkuu straight. By the way, jinsi ambao umejivaa, utaruhusiwa kuingia kwa ofisi ama utakatazwa. So kwa sababu amejivaa na nguo yenye kuna thamani ya juu, akifika tu hivi, hata yule soja ambaye amesimama kama secretary, haizi msimamisha amuulize kama uko na appointment, ataingia. Alafu amwambie mwalimu mkuu, nimekuja na huyu mwanafunzi, kuna pesa yangu imekwama mahali. Lakini kwa sababu leo ni siku ya kureport, siwezi muache nyumbani. Inabidi tu afanye nini? Nimlete shule. Allow me, wacha kuje aanze kusoma. Hizo vitu ambazo zinahitajika na school fees nitaleta mwezi ujao kama pesa ishafanya nini? Ishaingia. Kwa kweli head teacher akimwangalia, mwalimu mkuu akimwangalia, anaona huyu ni pesa. Huyu nani nini? Ni pesa. Mtoto ataachwa shuleni. Sasa hiyo mwezi anatafuta pesa ya kurudisha ile deni na kulipa nini? School fees. Even in the bank. Jinsi ambavyo umejivaa, ukiingia kwa benki, watakujua unaweza chukua loan ama huwezi chukua loan. By the way, kuna wale ambao wanachukuanga advance. Anaenda tu bank kwa mazoea, anamwambia kuna cargo inaingia, niwekee 1,000,000, niende nitoe, alafu hiyo ikishaingia pesa naleta jioni. And they trust them. Na hakuna hata karatasi anaandika hata moja. Lakini wewe na hata hiyo 500 yako unataka ku deposit fees. Jamaa kila mara anakuangalia, huyu hapana. So that is it. Now, tabia badala ya muonekano. Another thing, verify the truth over social media. But ask, what does the scripture say about what is given there? Usiulize nani ameichapisha. Gaddafi anaweza kuwa ameichapisha, lakini nimeichapisha, lakini does it bring the glory of God whatever nimechapisha? So does it bring the glory of who? Of God. A quotation can sound spiritual and still be incomplete, misquoted or falsely attributed. Test every by the word of who? Of God, according to 1 Thessalonians 5:21. So you have to test them. It may look appropriate, it may look appealing, but do you take your time to look into it and verify if it is thibitisha kile ambacho kimewekwa hapo. Like I said, people say that God helps those who help themselves, India. But it is true, if you can help yourself, you don't need God. Proceed the way you are going, because you don't need anyone. If you can help yourself, endelea. The other one, the last one, transformation
be transformed by the renewing of your mind. That's according to Romans 12:12. Warumi 12:2 nasema mgeuze kwa kufanywa nini? Upya nia zenu. That thing. But kama haiwezi kukubadilisha ni kufanya kazi nini? Bure. So kwanza peana, lakini kwa inaweza kufanya nini? Kukutransform. I know. Nyumbani kazi yake ni kufanya nini? Kutii. Ndiye afanye nini? Aweze kuishi. Hivyo tu. What are you coming out with from this camp meeting? My final appeal. God has given us light. The question is whether God has spoken to you. Or we ulikuwa umekuja makambi kwa ajili tu ya mazoea. Will we listen? The Bible gives us the light. Jesus is the center of the message. Obedience demonstrates our faith, and the Holy Spirit produces transformation. Just as we have it for our camp meeting theme, trust God's word even when we do not understand everything. Yes? Mtu anasubiri niseme kwa Kiswahili. Trust God's word even if you do not understand what? Anything. Sindio? Trust God's word even if you do not understand anything. Amini neno la Mungu hata wakati hatuelewi kila jambo. Si lazima uelewe kila jambo, but as long as umeamini, all will be well. Second, obey God's instruction even when obedience is difficult. Tii maagizo ya Mungu hata wakati utii unapokuwa mgumu. At times unaona what do I do? By the way, wacheni tu niwaambie, tuko na zaka na sadaka. Zaka ndio tithe, si ndio? Sadaka ni offering. Tithe, you cannot use tithe to pray over an issue. Kwa Kijaluo wanasema tithe you cannot use monologue gododoch. Hear that? Uko na shida alafu unapeana tithe so that it cleanses you. Tithe ni deni yenye lazima ufanye nini? Upeane. And it is very clear. When you shall give me the tithe, I shall open the windows of what? Of heaven. I shall do this. And tithe has a promise that whenever you give, lazima. And that is why, sorry to say this, the pastors, their salaries, wanakatwa zaka before they receive it in their bank accounts. They already take the 10%. So, tithe hata kama unalipa, ukilia ama hulii, as long as you've given it, the blessings are a must. Offering, hapo ndio emilo kugododochi. Now that is where sasa unaweza omba. Offering, you've offered, you are to use it for something, but you've sacrificed so that you can give it for the work of God. The moment you sacrifice, now that's when you tell God, God, I'm taking this, I was to use it for this. Nimekupatia kwa ajili ya kazi yako. The moment umeipokea Mungu, tafadhali nionekanie kwa familia yangu. Nifanyie hii na hii na hii. If he does not do, take him and ask him, God, I gave you, why didn't you give me? And tell me what God will tell you. Offering is where we now put God into now what? That fix. But for tithe, hiyo ni deni lazima ufanye nini? Ulipe. You like it or you don't like it, peana. Offering ndio usipeane na ule moyo ambayo yes. Obey God's instruction even when obedience is difficult. The last one is live. Live the truth so that others can see Christ in us. Ishi kweli hiyo ili wengine wamuone nani? Kristo ndani yetu. The moment you live the truth, all will be well with you. Hata ikifika wakati ambapo mtu anataka hata kukunyonga, hata usiku wezi wakutane na wewe, wakumulike na tochi, watasema huyu achana naye, wewe enda. Hata watakutaja kwa jina. We enda. My grandfather on the side of my mom, as I finish, my grandfather on the side of my mom, alikuwa mtu ambaye alikuwa amejulikana, alikuwa na nguvu, and he would always beat people.
and he would beat you whenever you are misbehaving. Na angekuchapa hata wewe ukiwa mkubwa ama ukiwa nani mdogo. Bora tu amekushinda kwa umri na alikuwa amejulikana. He was well mannered, but angechapa watu. He was a disciplinarian. So yeye during that time in that area, inaitwa huko upande huko mashinani, kuna mahali ilikuwa inajulikana ya kwamba watu walikuwa wanazuiliwa. Akina mama wangetoka soko wangenyang'anywa unga, wengine wangebakwa. So hao wezi wa zamani wangeuliza, unaenda kwa nani? So ungesema unaenda kwake, kwao, ungetumia hiyo jina unaenda kwao, ungeachwa. Because ungefanyiwa chochote and then you go and report. He knew those people. He would follow you to your home. Akutoe kwenu hata kama wazazi wako and you'll work on you. So until it reached a moment that sasa kila mtu alikuwa anatumia tu hiyo jina. So ukikutana na wao kuuliza wewe unaenda wapi? Mimi naenda kwa akina nani. Ukishasema unaenda kwa aenda, unapita tu hivyo. Hata wengine wangekusindikiza ikiwa late because of what they knew. Ishi kweli hiyo ili wengine wamuone Kristo ndani yako. Kwa sababu tukifanya hayo, tukitii, tutaishi. Lakini tusipotii, we know the consequence, hatutafanya nini? Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Anyone with a comment before we pray? If there's no one with a comment, together with me, how many are joining me to say that from today henceforth, kuanzia leo, nataka niamini, nitii neno la Mungu, ndio niweze kuishi, ndio watu waone Yesu katika maisha yangu. Basi tuombe. Our Heavenly Master, we come before you. We thank you because you are good unto us, dear Father. Your teachings are very silent, dear Father, but they get into our lives. Lord God, by just obeying, let us live. Not only just by living so that people can see us, but even from our health and everything around us. Even unto our children, Lord God. We've always been doing good, Jehovah Father. But at times when we look even unto our children, we see a lot of bad things as imefanyika. Watoto wamepotoka. Watu wakituangalia hawaoni mfano wako kwa watoto wetu, lakini kwetu wanashangaa kwani tunaishi vipi. Utufundishe waweze kuona Kristo kwetu, ndio wao pia wabadilike. Na wale ambao wamejua ukweli lakini wakachagua njia ya kuasi, Mungu Baba uwarudishe katika zizi, tuweze kukufanyia kazi kabla ya kurudi kwako kwa mara ya pili. Ututayarishe, uwe nasi, utujaze Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mungu aweze kuwabariki. Happy Sabbath.